Baraza! Wewe acha tu. Kuna ndoto nimeota. Nahisi nyumbani hapo sawa. Nyumbani kuna nini tena mume wangu? Nimeota mdogo wangu. Yuko mtatizoni. Mdogo wako? Na nimekusikia ukitaja Baraza. Baraza ndo nani mume wangu? Mke wangu. Kwani sijakwambia kuhusu Baraza? Hapana mume wangu, haujaniambia. Baraza ni mdogo wangu. Ananifuatia. Kwa hiyo mume wangu tunafanyaje? Anipaswa niende nyumbani. Nikamwangalia mdogo wangu. Sawa mume wangu, basi tuingie ndani, naona uko sawa. Mwarura Mwaruguta. Mkuu, taarifa zako nimezifikisha kama ulivyoagiza. Lakini sikukuta mama Kewesho. Nimemkuta Wesho. Kwa hiyo na imani kabisa akirudi atakuwa ujumbe huo. Na kuhusu kikao cha usiku na sasa atakuwa watu wawili. Sasa basi, taarifa hizi hakikisha zinampata kila mwanachama wa chama chetu. Na kila mmoja hakikisha anafika kwenye kikao hicho. Kikao hiki ni muhimu tena sana. Sawa mkuu. Mwarura Mwaruguta. Ana mayondo agazi yangu minoli mbinguni, azinikimbira aziniriki yangu mino nateseka. Bana mayondo agazi yangu minoli mbinguni, azinikimbira aziniriki yangu mino nateseka. Mwarura Mwaruguta. Mkuu amenituma. Usiku leo kutakuwa na kikao muhimu sana. Usikose katika kikao hicho. Kwani kuna nini mkuu? Au mengine naweza nao kukwambia. Utajua huko usiku ukija. Mwaruguta. Mwarura. Kuna nini hapa? Mbona mkuu ketisha kikao ghafla hivi? Ya sawa, tutajua. Baba na mayondo agazi yangu minoli mwenguni, azinikimbira nirikaiki yangu mino nateseka. Mwarura Mwaruguta. Kwa amenituma. Usiku leo utakuwa na kikao muhimu sana. Usikose katika hicho kikao.
Sawa mkuu. Mwaruguta. Mwarura. Washu. Odo. Shikamoo. Marhaba. Vipi nao? Salama. Amekuwa mrembo mwanangu. Vipi Odo? Mbona na mabegi yako sasa hivi? Mwanangu, kwa uyaone. Ni kweli yaone kivipi Odo? Kweli yahusiana na haya mabegi yako? Mwanangu, bado hujakuwa. Na siku ukikua utajua nini namaanisha. Siku hizi hakuna wanaume kabisa mwanangu. Odo, mbona kambi wanzidi kumchanganya? Hakuna wanaume kivipi? Mamako yupo ndani? Hapana, mama katoka. Basi maji si hapo? Maji yapo ni mengi tu. Sawa, acha mimi naenda nikajimwagia maana nahisi joto sana. Sawa. Sawa. Za hapa mwanangu. Salama. Unaendeleaje? Nimeshinda salama, sijui na nyinyi huko. Hatujambo. Lakini mama, mbona umerudi saa hizi usiku? Si unajua tena mwanangu, uhangaike hapa pale ili mradi tu ukifika kuna shoti wa kusimamisha nini. Unasalimia ndugu na jamaa. Lakini mama umezidi sana kwa sababu ukiona mtu tu wasema tayari. Hapana, ucheshi tu mwanangu, kicheka na watu vizuri. Odo kakusubiria hapo mpaka amelala. Odo wako tena? Odo kaja. Amekuja? Amekuja. Ni kwema kweli? Mimi naona sio kwema kwa sababu kaja na begi hapa. Na begi? Kanuna. Sawa. Nitamuona. Mimi nimemuuliza hakuniambia chochote. Basi sawa, nitamuona tu. Alishamka. Alafu Kipasho amekuja. Kipasho. Ana ujio gani? Amekuja kasema usiku wa leo kuna kikao. Tena kikao kikubwa sana. Kikao? Ndio. Ncha kuhusu nini hicho? Hajaniambia maana mimi nimemuuliza. Hakuna chochote. Basi sawa. Kama ni hivyo, inabidi upike mapema. Yaani upike haraka haraka hapa ili tuweze kula. Tukishaondoka, usisahau Odo wako kumwekea mgomba pale. Sawa mama. Haya. Na hicho kikao ni cha kusomea. Bwana kwa flaga. Haya.
Mwaruguta. Toyo toyo. Toyo toyo. Toyo toyo. Nimewaita mahali hapa. Nina jambo zito sana kuambia siku ya leo. Ambao limetokea ni fedheha sana kwenye macho yetu. Rei. Mkuu. Umetokea nini nyumbani kwako? Hapana mkuu. Hakuna tatizo lolote. Hapana? Ndiyo mkuu. Mdogo wako hayupo nyumbani kwako? Yupo mkuu. Na ndio maana nimewaita kwenye kikao hiki. Mdogo wako amefanywa jambo zito sana. Na ni fedheha kubwa sana kwenye chama chetu. Fedheha gani mkuu? Fedheha ambayo kwetu sisi ni fedheha kubwa sana. Mdogo wako amefanywa uchawi. Na aliyemfanyia uchawi sio mwingine, ni mganga Baraza. Ila haya yote Rei uliyasababisha wewe. Umesababishaje mkuu? Baba yako alikuwa ndiye mkuu wa hiki chama. Lakini mpaka sasa wewe ndio peke yako kwenye hiki chama. Mdogo wako hayupo. Na tulitegemea wote wawili mkiwepo, chama ndio kinakuwa na nguvu zaidi. Kwani mkoba wa baba yako ulikuwa ni mkoba wenye nguvu sana. Sawa mkuu. Nimekuelewa. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Na kumshawishi mdogo wangu hataweza kuja. Hata hivyo, hatupaswi kujilaumu katika hili na hatupaswi kulaumiana. Kinachotakiwa ni kujiandaa kwa vita kwa ajili ya mganga Baraza. Mganga Baraza ni mtoto mdogo sana kwetu. Tumefanya mengi na mazito. Hatutegemei kushindwa na kamganga kadogo kama kale. Hivyo basi, Kipasho. Naam mkuu. Kiburungutu. Naam mkuu. Tunawapa hii kazi. Hii kazi ni ndogo sana kwenu. Mmefanya makubwa. Mmefanya mengi. Chama kinawaamini. Hamjawahi kushindwa. Hamjawahi kuwa tofauti kabisa katika kazi zenu mnazopewa siku zote. Tuna imani na nyinyi kwamba mtashinda. Tunataka tumdhibiti huyu mganga ipasavyo. Iwe fundisho hata kwa vijiganga vingine vinavyoweza kuingia kwenye kubeane zetu. Si ndio wachawi wakuu wa hiki kijiji, na hatujawahi kushindwa. Toyo toyo waka, toyo toyo waka, toyo toyo waka. Mwaruguta. Mdogo wangu, kulikoni? Mbona umekuja sikuelewi hizi siku, yani upo hapa toka umekuja. Tena umekuja na mabegi yako yote. Kulikoni huko kilichotokea? Dada, hakuna marefu yasiokuwa na mwisho. Unamaanisha nini? Dada, mimi nimeamua kuondoka kwa yule mwanaume. Kuondoka? Kuondoka vipi? Dada, yaani yule mwanaume siwezi nikaishi naye tena. Kwa nini huwezi kuishi naye? Umemfumania huko? Hapana dada. Umekuta labda message yoyote? Hapana. Shida gani sasa paka unasema kwamba uendi tena? Mimi dada, kama nilivyokuambia, mimi nimerudi nyumbani. Mimi yule mwanaume simtaki. Simtaki, yani sitaki kurudi kwake hata. Yaani dada, yani ongea vitu lakini kurudi kwake yule mwanaume. Mimi nimeachoka ile maisha. Yaani uyachoke tu, maana mdogo wangu mimi nilivyokuzoea ni tofauti. Yaani mimi nimezoea mdogo wangu unapoenda unaenda na mume wako. Leo hii umerudi hapa unaniambia kwamba umechoka. Ndio hivyo dada. Mimi sirudi tena. Sio bure mdogo wangu. Wewe umechezewa. Na hiyo yote ni kwa sababu umekataa urithi wa mama. Dada, habari za kuondoka kwa mume wangu na haya mambo ya urithi yanahusianaje yani?
yanahusiana pia mdogo wangu. Yawe yanahusiana, yawe hayajahusiana. Lakini laiti ungekubali yale ule urithi ambao tumeachwa na wazazi wetu, leo hii isingetokea haya. Dada, vyovyote na viwe, lakini kwenye mambo ya urithi mimi sipo kabisa. Kama nilivyokuambia, mimi sitaki hizo mada na wala sikubaliani nalo hilo swala. Mimi naondoka, nikuache na kikao cha. Urithi wa wazazi wetu ndio utakao kusaidia wewe. Dada, leo hii umeona umechezewa sasa. Nikwambia mara ngapi? Simekwambia sihitaji hivyo vitu. Basi endelea kukaa mwenyewe hapa. Sasa ndio unaondoka? Niache. Sawa, lakini hiyo ni kwa ajili ya wazazi wetu. Kitemte mu maua kau koten duan dua kitemte